Moja ya changamoto kubwa sana nyakati za leo katika kanisa ni udhaifu wa kiroho kwa kila muumini mmoja mmoja. Kwa kila muumini mmoja mmoja wamekuwa wakijikuta wakikumbwa na hali ya udhaifu wa kiroho. Na hii hali ya udhaifu wa kiroho ninapoiongelea, ninaongelea hali ya udhaifu wa kiroho, kushindwa kuomba, kushindwa kufunga, kushindwa mambo mbalimbali ya kiroho. Wanaona ni jukumu zito sana. Sasa leo ninataka nitoe maelekezo namna ya kushinda vikwazo katika hali ya udhaifu wa kiroho, ili upokee nguvu, upokee mamlaka, ili uweze kujisimamia kiroho. Usitegemee tena mtumishi. Kuna mwingine anategemea mtumishi kwa kila jambo, anategemea mtumishi kwa kila hatua. Yani akisikia jambo lolote anaamini kwamba mtumishi ndo ambaye amebeba funguo ya kumsaidia au ya kumvusha. Kuna vitu vingine unahitaji usimame wewe kama wewe kuvitatua, lakini kwa sababu ni muumini ambaye ni dhaifu, kwa sababu ni Mkristo ambaye ni dhaifu, ndio hapo unajikuta unajenga imani yako zaidi katika utegemezi. Moja ya udhaifu mkubwa sana ambao waumini wengi nyakati za leo wamekuwa wakikutana nao ni kuwa wadhaifu. Wamekosa nguvu ya kuomba, wamekosa nguvu ya kusoma neno, wamekosa nguvu. Yani waumini wengi leo ni wadhaifu katika kuomba, hawana nguvu ya kujisimamia wao kama wao, hawana nguvu tena. Wakristo wengi nyakati za leo hawana nguvu ya kusoma neno. Ukimuuliza Mkristo mara yako ya mwisho kusoma Biblia ilikuwa ni lini, hakumbuki, amesahau. Yeye akishika Biblia basi ndo anajua kwamba leo ni kanisani, ndo atashika Biblia, ataenda kanisani, atakupo anafuatisha yale mahubiri ambayo mhubiri atakupo anayahubiri. Lakini ibada ikiisha, akifika nyumbani kwake, akifunika Biblia, ndo basi tena hana muda wa kusoma neno. Kwa sababu gani? Mtu huyo kiroho yeye ni dhaifu. Mtu huyo kiroho yeye hana nguvu, hana tunasema ile nguvu ya kujisimamia. Kwa sababu gani? Rohoni yeye ni dhaifu. Kwa hiyo hiyo ni moja ya ishara pia ya kujitambua kwamba wewe ni dhaifu kiroho na unahitaji kujisimamia, unahitaji kutoka katika hiyo changamoto ulionayo. Watu wengi nyakati za leo ni wadhaifu. Wakristo wengi nyakati za leo ni wadhaifu kwa sababu wana roho ya kuficha dhambi, kwa sababu wana roho ya kutenda dhambi kwa siri. Ukipata nafasi ya kukutana naye kanisani, anavyoomba, anavyoimba, anavyonena, anavyobubujika ni tofauti kabisa na maisha anayoishi mtaani kwao, ni tofauti kabisa na maisha anayoishi kazini kwake. Kwa sababu gani? Anaishi maisha ya kuficha dhambi. Wakristo wengi leo wamekuwa ni wadhaifu kiroho, hawana nguvu za kiroho, hawana uweza wa kujisimamia wao kama wao kiroho. Kwa sababu gani? Kwa sababu ndani yao ni wadhaifu, wamekosa nguvu, wamekosa upako, kwa sababu ile dhambi asili inatafuna upako, inatafuna nguvu ya kiroho. Ndio hapo wanajikuta wanaishi katika hali ya kawaida, wanaishi katika hali ambayo tunasema isiyompendeza Bwana. Kwa sababu gani? Kwa sababu wana roho ya kuficha dhambi, hawana moyo wa kuungama. Wakristo wengi leo wamekuwa ni dhaifu, au watu wengi wamekuwa ni wadhaifu kiroho. Kwa sababu gani? Wamekosa moyo wa ibada. Ukikosa moyo wa ibada, elewa kabisa wewe ni dhaifu na unahitaji msaada. Ukikosa moyo wa ibada, jua kabisa wewe ni mgonjwa na unahitaji tiba. Kwa sababu gani? Ukikosa ibada, umekosa ukaribu wa wewe na Mungu. Ukikosa ibada, umekosa ushirika wa wewe na Mungu. Kwa hiyo Wakristo wengi leo ni wadhaifu. Kwa sababu gani? Hawana ibada, hawana ibada. Ukikosa moyo wa ibada, elewa kabisa ni rahisi sana adui kuleta mavamizi, kuleta mashambulizi ya kiroho. Kwa sababu gani? Hauna ibada. Unapohudhuria ibadani, jambo la kwanza unaenda kumwabudu Mungu, lakini jambo la pili unaenda kupokea maarifa ya kiroho, unaenda kupokea lishe ya kiroho, unaenda kupokea chakula cha uzima ambacho kinajenga roho yako, kinakufanya unakuwa imara, kinakufanya unakuwa una misuli ya kiroho, unakuwa una nguvu za ndani. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni mtu wa ibada. Kwa hiyo Wakristo wengi leo hawana nguvu, tunasema hawana nguvu za ndani. Wakristo wengi leo ni wadhaifu. Kwa sababu gani? Hawana moyo wa ibada. Muombe sana Mungu akupe moyo wa ibada, ili uweze kuvuka, ili uweze kusonga mbele, ili uweze kukua zaidi sana kiroho na uweze kufika mbali sana. Ukikosa kuwa na matunda ndani yako, au ukikosa kuishi na matunda ya kiroho ndani yako, wewe ni dhaifu. Mtu ambaye sio dhaifu kiroho, mtu ambaye ana nguvu kiroho, ana udhaifu, tunasema kwamba mtu huyo anasimama katika hali ya kujitoa
kihuduma, anasimama katika hali ya kujitoa katika utume, katika uinjilisti. Mtume sio kwamba ndo awe mtume tu kwamba ametokewa na Mungu ametumwa. Unaweza ukawa mtume wa mtaani kwako, unaweza ukawa mtume wa eneo ambalo unaishi, unaweza ukawa mtume wa kazini kwako, unaweza ukapeleka habari njema za Yesu Kristo. Mtu ambaye sio dhaifu kiroho, yeye ndani yake anazaa matunda. Mtu ambaye sio dhaifu kiroho, ndani yake anawaleta watu kwa Yesu. Mtu ambaye sio dhaifu kiroho aoni haya kuhubiri, aoni haya kutangaza habari njema za ufalme wa Mungu, kwa sababu yeye sio dhaifu kiroho, kwa sababu yeye ana nguvu za moyoni, ana nguvu za ndani, hana hofu tena, hana uoga tena, hana mashaka tena, amuogopi yoyote, kwa sababu mtu huyo ana nguvu za rohoni. Mtu ambaye ni dhaifu kiroho anadumaa, anakuwa amedumaa kiroho. Mtu ambaye ni dhaifu, moja kwa moja adui anamdumaza viwango vyake vya rohoni, anadumaa kabisa. Moja ya hatari kubwa sana katika kanisa la leo ni Wakristo wengi au waumini wengi kudumaa. Ukidumaa kiroho, elewa kabisa kwamba kuna namna wewe ni dhaifu, hauwezi ukakua, huwezi ukafika viwango vya mbali, kwa sababu wewe ni dhaifu wa kiroho, kwa sababu wewe ni dhaifu. Kwa hiyo moja kwa moja hauwezi ukakua, hauwezi ukaongezeka, hauwezi ukafika mbali. Kwa hiyo katika maombi yako pia kataa roho ya kudumaa kiroho, iharibu, isambaratishe roho ya kudumaa kiroho, na Mungu akusaidie. Mungu akubariki sana, Mungu akutunze. Niliyekuwa nazungumza nawe ni kuhani Samuel Yosia. Tunapatikana Mbezi Malamba Mawili, eneo la Malamba Mwisho pale. Karibu sana kanisani kwetu. Tunapatikana pale Jumanne, Ijumaa na Jumapili. Ibada za katikati Jumanne na Ijumaa tunapatikana kuanzia saa 10 kamili za jioni, lakini ibada ya Jumapili tunapatikana pale kanisani kuanzia saa 2 kamili. Ukihitaji msaada wa kiroho, maombi na maombezi, ukihitaji kupokea mwanga wa kiroho, maelekezo ya kinabii, mafundisho ya neno la Mungu, fika kanisani kwetu na Mungu atakubariki sana. Ninakutakia wakati mwema. Shalom shalom, Maranatha. Asante sana. Ladies and gentlemen, welcome to the channel. Please subscribe with notifications on.